Suala la kuwa je yafaa kusponsor mtu kusoma ushia. Jamanini, ushia ni kitu hatari sana. Ingawa mashia wako type nyingi, lakini yoyote, sikilize kwa makini, yoyote hata kama hatojiita Shia, yoyote ambaye atakuwa na itikadi kuwa Sayyidina Abubakar wa motoni, Sayyidina Umar wa motoni, Sayyidatuna Aisha ummul mu'minina wa motoni, au alienda kinyume akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam kinyume, Sayyidatuna Hafsa, hoyo haifai kumsimamia kwa lolote, haifai kumsomesha kabisa. Na jamanini, mashia tatizo lao wanaoyazungumza sio yaliomo ndani ya vitabu, huzungumza kutuvutia sisi. Na mashia hawataki watu kusilimisha. Mashia wataka sisi tuliokuwa Waislamu watupoteze itikadi. Wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewaambia katika Qur'ani, radhiyallahu anhum wa radhu anhu, Mungu ameshawaridhia. Wewe mtukana Sayyidina Abubakar, Mungu alikwambia wapi uko radhi na wewe? Wewe mtukana Sayyidina Umar, Mungu alikwambia wapi uko radhi na wewe? Laqad radhiyallahu anil mu'minina, Mungu ashawaridhia. Kisha alikwambia mbadilika? Ashawaridhia khalas. Idh yubai'unaka tahta shajara. Kisha Mungu akanena fa'alima ma fi qulubihim, Mungu ameyua yaliyomo ndani ya nyoyo zao kwamba hawa watakufa na mapenzi ya mtume. Au Mungu alipitikiwa wendo wayua zaidi mkosefu wa adab, mkosefu wa heshima na Qur'ani, mkosefu wa adabu na masahaba za mtume sallallahu alaihi wasallam? Au leo wao waje watuhangaishie vijana wetu, watuharibie ati wampenda sana Sayyidina al-Hussein, lazima tusimame na yeye. Sayyidina Ali mwenyewe, Sayyidina al-Hussein si kwa sababu ya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali aliuawa, mbona hakuna siku ya Sayyidina Ali? Sayyidina al-Hasan aliuawa, alitiliwa sumu, mbona hawamlili? Mbona hawamlili? Kwa nini? Si mwana halali? Si kipendi? Mtume SAW alimwambia ashbahta khalqi wa khuluqi ya Hasan, wewe umefanana umbo. Ukimwatazama Sayyidina al-Hasan na mtume walikifanana mpaka, yani le umbo la Mtume SAW na umbo la Sayyidina al-Hasan. Mtume SAW akaelezea kwamba kijana changu huyu ni sayyid na atakuja kupatanisha pote kubwa sana. Sayyidina al-Husayn aliambiwa tutaktuluhu al-fi'atul baghi, atauawa na pote ambalo kwamba limepotea. Basi hakuambiwa atauawa na Sayyidina Abubakar wala atauawa. Huku watukana kina Sayyidina Abubakar na Sayyidina Umar wamemdhulumu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ameuawa, hakuna siku ya kumlilia. Tena Sayyidina Ali ameuawa kwenye alfajiri msikitini. Kwa Sayyidina al-Husayn ngali toka mwenyewe Madina akakatazwa usende, lakini liloandikwa halina budi akaenda. Sayyidina Ali uko msikitini. Sayyidina al-Husayn ameuawa kwenye viwanja vya vita. Sayyidina Ali ameuawa kwenye kibla, amepigwa upanga ndani ya kibla. Mbona hawakumtetea? Tena Mtume SAW akasema ashqal akhirin, mbaya wa umma hunu wa mwisho ni ule atakayekumpiga Sayyidina Ali panga. Lakini Sayyidina al-Husaini alioa mtoto wa Kipashia Muirani. Hii thaura yote ya labeka ya Hussein, labeka ya Hussein ni wa Irani. Hunu ndio ukweli, ni wa Irani. Wakaanza kuweta fitna hiyo kwa sababu Sayyidina al-Husaini ni mkwe wa wao, aliwaoa ndo akamzaa Ali Zainul Abidina. Na ikiwa wao wasema kwamba Sayyidina Ali kwamba maswahaba kina Sayyidina Abubakar walipokonya khilafa, ikiwa wao wana khilafa ni kuketi kwenye kiti, wamekosea. Khilafa ni kupekesha Uislamu, na yoyote atakao kuitakidi kwamba Ahlul Baiti sio ambao kwamba wana khilafa ya kupekesha Uislamu, hoyo itikadi yake hayaielewa Uislamu. Mpaka yeo khilafa tunayo sisi Ahlul Baiti, na sisi ndio Ahlul Baiti tunamkubali Sayyidina Abubakar kama ndio wa kwanza katika alosilimu. Sayyidina Umar tumkubali kwamba yeye ndio alioambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Umar hafuati njia ila shetani hufuata njia nyingine. Tumkubali Sayyidina Uthmani, aliozeshwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam binti wake wawili, na katika vita vya Tabuki Mtume akasema ma dharra Uthman ma fa'alahu ba'da al-yawm. Sayyidina Uthmani hakuna litakalo kumdhuru tena, maana hatofanya tena baya, hawezi kukosea, kwa nasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamekuja wao wenye kunusuru madhhabi ya Irani
Wamekuwa sasa hivi waeneza pesa, lengo na madhumuni ni kila Muislamu asema la ilaha illallah, anaokubali makhalifa wanne, anaokubali masahaba za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kutaka kuwaonesha mumefichwa nyinyi, hamtaka kuoneshwa haki ya kusimama na Wairani kwa ajili ya ukwe wao tu. Mbona Sayyidina al-Hasan hawasimami na wao? Nyinyi mmesikia mwayua nyinyi Sayyidina al-Hasan, waulize watu wote wayua Sayyidina al-Hasan ameuawa lini? Wengine hawajui kama Sayyidina al-Hasan ametiliwa sumu, wengine hawajui kama Sayyidina Ali amepigwa upanga. Lakini huyu kwa sababu alioa Muirani. Hii ni siasa ya Irani. Ushia ni siasa ya Irani, na sasa hivi watumia pesa nyingi sana kutaka kuendesha Afrika, kutia chuki katika Waislamu. Waislamu hawa wampenda Abu Bakar, Waislamu hawa wampenda Umar, hawatuwataki Waislamu hawa muheshimu Sayyidatina Aisha. Tusipomheshimu Sayyidatina Aisha na Sayyidatina Hafsa, tukukuheshimia ukhti yako wewe na mama yako wewe, ikiwa wewe hutoyua thamani ya wake za Mtume. Yani Mwenyezi Mungu alipokwenda kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, alhamdulillahi alladhi razaqani hubbu Aisha, na mshukuru Mwenyezi Mungu alonipa mimi mapenzi ya Sayyidatina Aisha. Mtume hayui Sayyidatina Aisha, Mwenyezi Mungu hakumui mwisho wa Sayyidatina Aisha atakuwa namna gani, ila wewe mpotofu, fidhuli, usokuwa na heshima, usokuwa na haya, usokuwa na asili na usuli, ndio wajua kwamba Sayyidatina Aisha atakuwa mbaya. Mtume alikuwa hamjui. Mashia ndio watu hatari sana kwa Uislamu, ni hatari sana kwa Uislamu sana tena, na huisita manyara mbele za watu, wakajidhihirisha wampenda Huseni sijui. Na jamanini, tusianze kuona kwamba kuweka mkono tu kifuani. Waangalieni Mashia wendravo sasa hivi, watu watiwe cheni, wapigwe visu, watinde mpaka watoto wadogo wakatekate ati siku ya kutoa damu kama ilivyotoka damu ya Huseni. Dini gani hii? Mtume SAW alipewa sumu na Myahudi, sasa tukapeane sumu? Tuendelee kwa Myahudi tuambiwa tupe sumu tupate sunna ya Mtume? Hawa hata Mtume SAW hawamthamini kama wanavyomthamini Huseni. Yani Mwenyezi Mungu amemtagulia Sayyidina Abubakar kugura na yeye, kesha wakaenda katiana diaya. Sayyidina Umar alimfinya Sayyidatuna Fatima mpaka akamtoa mtoto aliyoko tumboni. Sayyidina Ali akasema subra yangu mimi ndo. Basi Sayyidina Ali hoyo hudhulumiwa mkewe namna hiyo. Sayyidina Ali hafai kuwa Sayyidina Ali, hafai kuwa mkwe wa Mtume. Dayuthi sana mtu akushikia mke wako kisha wewe unyamae kimya. Kisha Sayyidina Ali hakuyua Uislamu mpaka wakati wa Muawiya ndo apigane na yeye. Wakati wa Sayyidina Abubakar amenyamaza kimya, Sayyidina Umar amenyamaza kimya, Sayyidina Uthman amenyamaza kimya, mpaka wakati wa Muawiya. Jamani, ni Sayyidina Ali hoyo? Sayyidina Ali gani mumzungumzao nyinyi? Sayyidina Ali yule katika Ghazwatul Khandaq, Amr bin Abd Wuddi, shujaa wa kisawa sawa. Waarabu wote wamtambua kwamba shujaa wa kisawa sawa. Amwambie Mtume SAW, ya Muhammad, nitolee mtu wa kuweza kupambana na mimi. Waislamu wote wanyamae, ainuke Sayyidina Ali anamwambia ana laha ya Rasulullah, niatie mimi nibariziane na yeye. Mtume SAW amwambia Sayyidina Ali, ya Ali innahu Amr bin Abd Wuddi arudi tena kilima chake mara pili, mara tatu. Sayyidina Ali mpaka zikampanda akamwambia, ya Rasulullah, wa in kana Amr, hata kama ni Amr, kuna Sayyidina Abubakar, kuna Sayyidina Umar, kuna Sayyidina Uthman, kuna masahaba wakubwa wote, hata kama ni Amr watampambane naye. Mtume akampiga kilemba akamwambia, ya Rabbi, ulinitukulia fulani katika vita vya Badri, ukanitukulia Hamza katika vita vya Uhud, na kuomba na huyu ndugu yangu usinitukulie kwenye vita hivi. Leo shujaa kama ule wa Waarabu wote ameweza kupambana naye, ashindwa kupambana na Sayyidina Umar kwa ajili ya mkewe. Tena Hasan Ali wa kugusiwa Sayyidatuna Fatima, wasivyokuwa na adabu Mashia kutoa viso kama hivi. Huku kumtukana Sayyidina Ali, huku sikumsifu Sayyidina Ali. Na watu hawakusoma, watu wamepewa shilingi 2-3, wakaja tu watalepuka na kuzitia diaya kama hizi. Walimdhulumu. Sasa amedhulumiwa Sayyidina Ali, nieteni mpe haki yake. Kwa wewe mwenyewe umteteo Sayyidina Ali na Sayyidina al-Husaini, hata hizo sunna za babake za mkwewe Sayyidina Ali na babu yake Sayyidina al-Husaini huzifanyi itakiwavyo. Tusibabaishwe na maneno tamu na ulimi tamu na madhahiri kuonesha watu angalia sasa ushia, angalia watu walivyoitokeza. Hii ndio hali.
Hii ndio hali. Hata mipirani angalia, watu tele ndio mipira imekuwa ni haki. Angalia madarasani watu kidogo. Haki haipimwi namna hiyo. I'rif al-haqqa ta'rif ahla. Wewe jua haki ni ipi, utajua watu wake ni ipi. Usiangalie kwa wingi. Kwa hiyo tahadhari. Na ujue kawaida Mwenyezi Mungu ana ghera. Halali haipendi ipotee. Ukiona pesa zako watumia mahala sipo, yua tahadhari, angalia umezipata vipi. Lakini Mwenyezi Mungu ana ghera. Hataki shilingi ya haramu ingie kwake. Hataki. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Waweza ukafanya, lakini suala amekutakabali. Waweza ukajenga msikiti, sisi tutakwambia jenga, lakini je, msikiti ule umekubaliwa? Waweza ukajenga madrasa, je, madrasa ile imekubaliwa? Je, waweza kumlipia mwalimu wa madrasa? Waweza kusomesha wanafunzi? Ni hao Mungu akakuwa wewe mkupeka usomesha mashia tu, wasaidia mashia tu? La, angalia mahala gani utapeleka watu ambao kwamba wana msimamo, wajua utukufu wa Mtume SAW, wajua utukufu wa maswahaba za Mtume. Poleni nimelirefusha hili suala, manake ni mambo ya kusikitisha siku hizi kuona vijana wanawake wameingia. Juzi hapa Mombasa wameletwa ndugu zetu kutoka sehemu za visiwani Lamu, takriban kadhaa wameteremshwa na mahoteli ya fahari wenda kupekwa Karbala. Hawayapekwa Maka, watakupekwa Karbala. Kufanya nini? Wenda upelekwa Karbala. Wenda upelekwa Karbala. Watu wamelalishwa hoteli mwanzo kwambia, hoteli ukiingia baridi utafikiri umeingia kwenye freezer. Senti tu, watu karibia 10, wanawake karibia 7, wanaume sijui karibia wangapi, wenda pelekwa Karbala. Subhanallah. Si waingie mashambani angalau waokoe watu, wawaambie qulu la ilaha illallah tuflihu. Hawataki kusilimisha mtu wao. Wao wataka wewe Muislamu wakuharibia itikadi yako. Wakupe wali, wakualike chakula, wakupe pesa, watukwe vijana wafungulie biashara. Ndio kughuri kwao ni kwa masenti tu, senti tu basi. Lakini hawana msimamo wa kisawasawa. Hawana. Sisi tunaye ndugu yetu Ustadh Jaafar Sagaf, kila siku huambia qul ta'ala, ndoni kama kweli nyinyi hii itikadi yenu ya kisawasawa, ndoni tu challenge yenu, mtupe hoja zenu, mtukinaishe na hoja zenu. Hawataki. Wajua kwamba hawana hoja, wana pesa, lakini Mwenyezi Mungu atawashinda. Mwenyezi Mungu ataidhihirisha haki. Poleni, haya mmerefusha, tuulizeni jingine.